wakati pesa iko nyingi sana mpaka unashangaa ukiona mambo mengine hayafanyiki vizuri. Unashangaa kwa nini hayafanyiki na saizi kuna pesa nyingi sana. Kwa mfano kila wodi iko na milioni 25 za maendeleo peke yake. Kila wodi iko na milioni 10 za basari. Kwa hiyo hizo ni milioni 35. Sisi ama wakati wetu sisi, wakati wa madiwani tukianza kabisa, pesa ya basari ilikuwa ni 30,000 kwa Masangoni, kwa wodi nzima unapata 30,000. Basi ujipange nayo. Ujipange na 30,000. Na mtu akija kuona hapo wewe mheshimiwa anakuja atafuta basari, akikosa anakulaumu. Lakini kweli ni kwamba hiyo pesa haikuwa hiyo pesa. Kwa hivyo sasa hivi kuna nafasi nzuri sana ya kufanya maendeleo, ila sasa shida ambayo naona wako nayo ni hawapatii nafasi wananchi ya kuchagua miradi wanayoitaka. Bado niko hai, niko salama, naweza kuendelea kuwasaidia. Lakini kuathirika kisiasa, labda wale ambao walikuwa wanaunga mkono, hao ndio wanasema sasa huyu amefukuza mradi, wameshikana watu kufukuza mradi. Bana, waje wajenge pale kiwanda cha korosho ama cha kukamua mbata, toa mafuta. Kama watu tunaunga mkono sisi, tunataka maendeleo, lakini maendeleo aina gani? Hivi leo tunavyoongea hapa, hao watu walienda Siaya. Na huko Siaya kumeanza maneno pia. Nataka kufukuzwa kule Siaya pia. Kwa hivyo ni kitu ambacho sisi kukubali. Mimi ikiletwa hata kesho tena, mimi nitaendelea kukipinga, nitakipinga mpaka mwisho kionekane kifika wapi. Siasa ya saa hii yenye labda pengine vijana wanatumika sana, labda upande wa kutoa pesa na kuvuruga mikutano almaarufu kama tamula. So maoni yako ni gani sana kuhusu hilo jambo? Bila nasikitisha sana. Kwa sababu siku hizi naona vijana wengi sana wanatumiwa. Vijana wanatumiwa sana. Wanatumiwa kwa hayo mambo ya kuwa gunzi. Au ndio wanatumiwa, analipa 200, anaenda kupiga kelele mahali, anapiga wenzake. Na siasa ni mtu aeleze sera zake. Aeleze kwamba mimi naomba hiki kiti kwa sababu hii na hii na hii na hii. Halafu mwananchi asikize. Mwananchi asikize kwa makini, afanye uamuzi yeye mwenyewe. Lakini siku hizi unapata mtu anaenda kuweka mkutano mahali, ameenda na timu ya watu ambao ni kupiga kelele, akisema kitu watu wanashangilia, na the same people. Huwa watu ambao watafanya mkutano nao hapa Kilifi au kesho kutwa anawabeba na nao Kaloleni. For example, akiongea kwa kile wanapiga kelele, hao vijana badala wasaidike na kazi, wala wasaidike na kuweza kufanya investments mahali, wasaidiwe ili waweze kuimprove hali zao za uchumi. Wanatumika. Habari mtazamaji wetu, karibu tena katika kipindi kingine cha Ramla Power Show kwenye chaneli yetu ya Coast Chronicles. Mimi ni Ramla Sifa. Wiki iliyopita tulikuwa na mwanahabari mkongwe hapa Pwani, Kazungu Samuel, ambaye alitujuza mengi na uzoefu wake katika wanahabari. Hivyo natumaini ulifurahikia kipindi hicho. Hivi leo tumefanikiwa kumpata mgeni wetu ambaye anajua fika Kilifi hii kwa sababu amekuwa mhudumu katika serikali za mitaa na pia amekuwa katika mstari wa mbele katika maendeleo na siasa za Kilifi. Karibu mgeni wetu katika show yetu ya siku ya leo ya Ramla Power Show katika channel yetu ya Coast Chronicles. Tujulishe tu kwa ufupi historia yako, ulisomea wapi, safari yako ya maisha katika wanasiasa na mengi. Asante sana kwa kunikaribisha katika show yenu hii ya leo. Mimi jina langu naitwa Anthony Kingi. Nimezaliwa
katika sub county ya Malindi, na nikasomea pale shule ya msingi. Kuna shule pale inaitwa Mkamoto Primary School, nikasomea pale nikamaliza masomo yangu ya msingi katika shule ile. Baadaye nikajiunga na shule ya upili ya Lenana School, iko Nairobi, ambapo nimesoma pale mpaka nikamaliza kidato changu cha 4. Baada ya kidato cha 4 nikajiunga na chuo kikuu cha Nairobi kwa muda wa miaka 4, ambapo mahali pale nimesomea masomo ya uchumi, vile nikasomea na lugha hii ya Kiswahili tunayozungumza hapa, na nikahitimu. Baadaye ndio nikaja sasa kujiunga na mambo ya maisha, fanya kazi. Baadaye ndio nikaja kujiunga sasa mambo ya siasa, ambao kwa kweli mambo ya siasa nilianza nilipokuwa katika chuo. Nakumbuka pale Nairobi kulikuwa na mbunge mmoja alikuwa anaitwa Amin Walji, alikuwa mbunge wa Westlands. Hapo ndipo tulianza kujifunza siasa kidogo, tukawa na interest ya jinsi watu wanavyoishi maisha. Je, tutafanyaje ili tuweze kuimprove maisha ya wananchi? Mimi nikawa na nia wakati nikiwa chuo kikuu kwamba ningependa mimi nibadilishe, mimi nitoe mchango wangu katika jamii. Na ndio baada ya muda, mwaka 2007 ndio nikajiunga na rasmi ya siasa na nikachaguliwa kuwa diwani pale ward ya Matsangoni. Sio ile ambayo iko sasa, wakati vile zilikuwa ndogo, ziliunganishwa. Kama ile ya Matsangoni iliunganishwa na Roka. Kwa hivyo tukafanya siasa pale mwaka 2007, ndipo nikachaguliwa kuwa diwani, sio MCA. Nataka niseme diwani ili watu waweze kuelewa tofauti ya MCA na tofauti ya diwani ni nini. Baada ya kuchaguliwa diwani wa Matsangoni, nikaingia katika county council ya Kilifi. County council sio county government, sio county assembly. Katika county council ya Kilifi ambayo ilikuwa inakaa pale ambapo kuna ofisi ya governor sahi, nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la wilaya ya Kilifi. Mwaka huu ulikuwa mwaka 2009, ndio mwaka wangu wa kwanza nilipochaguliwa kuwa mwenyekiti wa baraza lile la wilaya ya Kilifi. Uliwahi kuwa diwani wa Matsangoni, labda pengine ungetuambia ni viongozi gani ulishirikiana nao, na kupitia ushirikiano wako we na viongozi hao kuna kitu labda ulisoma ama walikujenga, ama kuna nguvu fulani walikuinua na ukaona kama unaweza? Naomba tu. Nilipoingia pale katika baraza, kulikuwa na viongozi wengi pale. Wa madiwani tulikuwa 41. Na eneo hilo la county council la zamani, la county council ya Kilifi ilikuwa limeanza pale Matsangoni, limeenda paka Mtwapa, limeenda paka Kayafungo, limeenda huko mpaka Bamba. Huko kote tulikuwa ni sehemu yetu sisi. Kwa kifupi tuseme kwamba county council ya Kilifi ndio mama, ilikuwa ndio mama wa Kilifi county. Kwa sababu sehemu ambayo ilikuwa nje yetu sisi ilikuwa ni Malindi na Magarini. Lakini sehemu zote hizi ukitembea hizi zilikuwa ziko chini ya county council. Na tulikuwa na viongozi wengi ambao wamefanya kazi nzuri sana. Nataka nianze kwanza na wale wafanyakazi. Kuna wafanyakazi walikuwa wanafanya kazi vizuri sana. Wafanyakazi wakati huo tulikuwa nao katika county council. Na kuna madiwani wenzangu tulikuwa nao pale, walikuwa wanafanya kazi nzuri. Kuna wabunge na huyu mheshimiwa marehemu, Mungu aweke mahali pema peponi, Ben Gunda, tulifanya naye kazi vizuri sana. Na alikuwa ni mtu ambaye anasikiza wananchi. Ukimpigia simu anachukua, anapokea simu yako na mnazungumza vizuri. Ni uongozi ambao ulikuwa unajali sana wananchi. Wananchi akimtafuta kiongozi wake anapatikana, akisema mambo yake yale ambayo yanaweza kufanyika. Manake mara nyingine huwa kuna mambo ambayo anauliza mwananchi ambayo iko nje ya uwezo wa kiongozi. Kwa hiyo kuna viongozi ambao tulikuwa tunashirikiana nao vizuri sana
wale madiwani nataka niwashukuru sana kwa ushirikiano ambao tulikuwa nao katika kipindi kile cha miaka mitano, na yale ambayo tuweza kufanya tuliyafanya kwa sababu ule ushirikiano ambao ulikuwa kati yetu sisi kama viongozi wa ile baraza. Labda pengine ningependa nikuulize, unaonaje Kilifi ya wakati wenu na Kilifi ya sasa hivi, tukiangalia labda pengine wakati Kilifi yenu na Kilifi ya saa hii, na tumai unaona kuna mabadiliko fulani yenye yanafanyika. Labda pengine unaona ama labda pengine ungetutajia baadhi ya mafanikio yenye unaona sasa serikali ya saa hii inafanya, na labda pengine kama kuna sehemu labda pengine unaona serikali ya sasa haijafikia, na maoni yako ni gani kuhusu hizo sehemu? Mafanikio hata wakati wetu walikuwepo, sio kwamba mafanikio yanafanyika wakati huu peke yake. Na shida ambayo ama changamoto tulikuwa nayo sisi ni upande wa fedha. Sisi kama county council pesa zetu zilikuwa ndogo sana, na tuliweza kufanya yale tuliyofanya katika hali ngumu. Kwa mfano nataka nikwambie kwamba pale Matsangoni pesa tulikuwa tukipata ama nilipokuwa ikija pale Matsangoni nilipokuwa diwani ni 500,000 kwa mwaka mzima. Mwaka mzima ulitoa 500,000 ya kufanya miradi. Nakumbuka tulifanya mradi pale wa 550,000, tukaanzisha lab ya kwanza pale dispensary ama health center sasa hivi ya Matsangoni, tukaanzisha lab. Hiyo ilikuwa ni pesa ya county council. Pale hospitali hivyo kulikuwa na nyumba imeanza kujengwa pale, ilikuwa ndio house hiyo lab ya Matsangoni dispensary. Tukaimalizia hiyo pia. Pale Matsangoni dispensary pia kuna nyumba ya wale nurses imejengwa hiyo na county council. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vilifanyika pale kwa county council ili kuweza kuiamsha, manake ilikuwa iko chini, tukaweza kuipandisha kidogo na hiyo pesa chache ya county council ambayo wakati huo ilikuwa inaitwa LASDAP wakati hiyo pesa. Kwa hiyo tumejaribu kufanya wakati huu nataka niseme kwamba hela iko. Hiyo ndio tofauti kubwa ya wakati wetu na wakati huu. Wakati huu pesa iko nyingi sana mpaka unashangaa ukiona mambo mengine hayafanyiki vizuri. Unashangaa kwa nini hayafanyiki, na saizi kuna pesa nyingi sana. Kwa mfano kila wodi iko na milioni 25 za maendeleo peke yake. Kila wodi iko na milioni 10 za basari. Kwa hiyo hizo ni milioni 35. Sisi ama wakati wetu sisi, wakati wa madiwani tukianza kabisa, pesa ya basari ilikuwa ni 30,000 kwa Matsangoni, kwa wodi nzima unapata 30,000. Basi ujipange nayo. Ujipange na 30,000. Na mtu akija kuona hapo wewe mheshimiwa anakuja atafuta basari, akikosa anakulaumu. Lakini kweli ni kwamba hiyo pesa haikuwa hiyo pesa. Kwa hivyo sasa hivi kuna nafasi nzuri sana ya kufanya maendeleo, ila sasa shida ambayo naona wako nayo ni hawapatii nafasi wananchi ya kuchagua miradi wanayoitaka. Unapata kiongozi anaamua mwenyewe kwamba mwaka huu acha tujenge tulime barabara, mwaka huu acha tufanye. Kuna vitu muhimu katika jamii ambavyo haviangaliwi, havizingatiwi katika hiyo pesa ambayo iko. So nafikiri hii devolution ni nafasi nzuri sana ya kuwezesha wananchi wa kaunti yetu wa Kilifi, lakini kuna mambo machache lazima yafanywe vizuri. Lazima wananchi wapewe nafasi ya kuamua ile miradi wanayoitaka, vile vitu ambavyo pressing issues za wenyewe wananchi wanazijua, wapewe nafasi ya kuamua. Akishapewa nafasi ya kuamua, mambo yataenda vizuri. Utasikia wananchi wakilalamika kwa sababu wamepewa nafasi ya kuamua wenyewe wanataka mradi gani. Hizo ndio shida ambazo sasa hizi tunaziona katika wakati ule ambao sisi tulikuwa tunawapatia nafasi wananchi wenyewe wanaamua.
unataka darasa, unataka maji, wanaamua wenyewe, na wanakuwa hawana mtu wa kumlaumu kwamba mbona umetulimia barabara na sisi tulikuwa tunataka maji. Hizo ndio tofauti ambazo unaziona wakati huu. Okay, so labda pengine tukiachana na hayo kidogo, nikikumbuka vizuri kama mwaka jana kumekuwa na hii tetesi ya ujengaji wa nuclear kule wadi ya Matsangoni. Na najua umekuwa mmoja wao wa kupinga hiyo nafasi hiyo ya ujengaji wa nuclear. Labda pengine ungetuambia ni kitu gani uliona, ama labda pengine ni sababu gani ilikufanya usimame katika msimamo wako wa kupinga mradi ule? Mimi nilipinga na bado napinga, kwa sababu Matsangoni ama Uyombo, nitajipa mahali Uyombo. Uyombo ni mahali ambapo kunakaa ishi watu wengi sana, na Uyombo watu wa Uyombo wanatumia bahari kwa uvuvi. Wanafanya mangrove, mikoko ile, wanapanda mikoko na kuitunza. Wanafanya kazi nyingi sana kwa kutegemea ile bahari. Maisha yametegemea bahari. Maisha yametegemea ukulima wa minazi, karosho. Hayo ndio maisha ya watu ambao yametegemea. Pale chini vile vile kuna marine park. Ile marine park ndio ambayo inaleta watalii pale kuja kuangalia dolphins, kuangalia turtles. Haya ni mambo ambayo yanaleta ule uchumi, yanafanya unakuwa uchumi wa watu wa Uyombo. Na si Uyombo peke yake, hata Watamu unaweza kunawiri. Hatuna kitega uchumi kingine sisi pale ambapo ni ile bahari. Kwa hiyo walipokuwa wanakuja pale, na niseme kwamba walikuja kimakosa. Manake hawakuambiwa wananchi, hata viongozi wenyewe wa Kilifi hawakuita wananchi kwanza kuambia kwamba hapa kuna huu mradi na uko hivi na hivi na hivi na hivi. Ubaya wake ndio huu hapa na uzuri wake ndio huu hapa, wakaelezea wananchi. Haya hayakufanyika. Tuliona tu watu wameletwa, ambao wanataka kujenga, hatujui waliongea na nani. Kuna kitu kinaitwa public participation. Mwananchi hakuhusishwa vizuri kuulizwa haya mambo, na mwananchi angehusishwa vizuri, yeye pia angeweza kusema mambo yake. Unasikia? Haya ambayo tuliyasema yangesemwa kabla hawa watu hawajaja pale, na tungekubaliana tu bila vurugu ile ambayo ilikuwa. Manake watu walipigwa na polisi, watu wakaingizwa ndani hapa, ikawa shida kubwa sana. Kwa hiyo hatuwezi kubali. Pili, tunajua nuclear plant inatumia uranium. Hiyo ndio mafuta yake, na uranium tunajua matatizo yake. Si kitu kizuri sana kwa afya ya mwanadamu. Kuna magonjwa ambayo yanasababishwa na vitu kama vile. Kwa hivyo tusingekubali kwamba watu wa Uyombo wawe na maisha ambayo ni ya magonjwa. Tusingekubali watu wa Uyombo wahamishwe. Mahali ambapo mtu amekaa, amezaliwa pale, amesomea pale Uyombo Primary, Kipande, Matsangoni Primary, alafu anakuja anahamishwa bila mpango ambao haueleweki. Kwa hivyo haya mambo tusingeweza kuyakubali, na hata sasa hatuyakubali sisi. Tunawaambia kama vile walivyoondoka, wawe ndio safari walifungasha, hawatarudi tena pale Uyombo. Kwa sababu sisi msimamo wetu bado ni ule ule, wa kusema kwamba hakuna kujenga kiwanda cha nuclear katika kijiji cha Uyombo. Okay, so labda pengine nikuulize, katika msimamo wako wa kupinga mradi ule, tukiangalia ni changamoto gani ama ni support kati ya support na kati ya watu wenye walikusupport na wenye labda hawakukubaliana na wewe, ni kundi gani lilikuwa kubwa, na labda pengine ilikuathiri kisiasa, ama labda pengine kuna watu waliona labda uko kinyume na mpango fulani? Naomba tu tuambie. Asante. Nafikiri wale watu ambao walikuwepo wakati ule waliona kwamba katika Matsangoni asilimia kubwa sana kulikuwa pamoja, asilimia kubwa sana ya wakazi wa Matsangoni na hasa Uyombo walikataa kabisa. Tulishikana guu kwa guu
kuhakikisha kwamba hicho kitu hakifanyiki. Na mpaka leo huko kukifanyika kitu chochote, watu bado wana wasiwasi, na watu wamerudi ama vipi hao. Kwa hiyo asilimia kubwa sana ilikuwa na sisi. Na muuliza swali ambalo watu wengi wananiuliza. Hata juzi niliulizwa na wazee wengine huko Matsangoni na nikawajibu. Mimi kile kitu hukupinga, nilifanya ili kusaidia watu wetu wa Matsangoni. Na mimi binafsi kama Kingi, nikiona kitu naweza nikakifanya mimi ambacho kiko nje ya uwezo wa watu wengine wa pale Matsangoni, mimi huwa nakifanya. Na sikifanyi kwa malengo ya siasa. Kwa sababu haya ni maisha. Haya ni maisha. Mimi nakifanya na akizuia kwa sababu ya maisha ya watu wetu. Na ikiwa watu wataona wamesaidika, wanaweza kuamua hao kisiasa sasa. Kwamba huyu mtu huwa anasimama na sisi. Huyu mtu huwa mawazo yake inahakikisha kwamba sisi tuko salama na tunaendelea vizuri. Wakiona mimi naweza kuwasaidia hata wa kisiasa kushinda mtu ambaye anaona wanaumia, ama kushinda mtu ambaye anaenda kubeba watu wanaopewa na waleta pale, kwa sababu kuna mtu aliowaleta. Nupea haijui Uyombo ni wapi ilikuwa. Kuna watu waliowashika mkono wakamwambia twende nikakuonyesha mahali. Wakiona mtu kama yule hawezi kuwasaidia, basi uamuzi ni wao. Wanaweza kuamua kwamba huyu Kingi bwana ndio anafaa kutusimamia. Na si Matsangoni peke yake, hata Kilifi, hata Kilifi North, hata Kilifi nzima. Wakiona kwamba mimi ndio naweza kuwasaidia, mimi niko hapa, nashukuru Mungu bado niko hai, niko salama, naweza kuendelea kuwasaidia. Lakini kuathirika kisiasa, labda wale ambao walikuwa wanaunga mkono, hao ndio wanasema sasa huyu amefukuza mradi, wameshikana watu kufukuza mradi. Bana, waje wajenge pale kiwanda cha korosho ama cha kukamua mbata, toa mafuta. Kama watu tutaunga mkono sisi. Tunataka maendeleo, lakini maendeleo aina gani? Hivi leo tunavyoongea hapa, hao watu walienda Siaya. Na huko Siaya kumeanza maneno pia. Nataka kufukuzwa kule Siaya pia. Kwa hivyo ni kitu ambacho sisi kukubali. Mimi ikiletwa hata kesho tena, mimi nitaendelea kukipinga, nitakipinga mpaka mwisho kionekane kifika wapi. So labda pengine tukiangalia pia watazamaji wetu sana sana hususan wakazi wa Matsangoni wanawategemea nyinyi viongozi. Je, unawaahidi nini kuhusiana na swala hilo? Ndo venye ilienda ndo imeenda kabisa, ama labda pengine kuna tashwishi fulani? Mimi nawaahidi hivi wakazi wa Uyombo na Matsangoni kwamba hiyo imeenda hiyo. Isipokuwa kuna watu wale walioleta nasikia wanaenda huko kuzungumza ili waweze kupata pesa, si kuirudisha tu, wanataka wapate ile pesa ambayo inakuja nayo. Maana ile mradi ulikuwa ni 500 billion. 500 billion ni pesa nyingi sana. Lazima mtu akipata share yake hapo 10% hapo ni pesa nyingi. Lakini sisi tunasema hivi, ule mradi umeenda sasa hivi huko Siaya, lakini niwaambie watu wa Matsangoni na watu wa Uyombo bado wakae macho, wasilale. Kama vile ambao mimi silale, nataka pia wasilale. Wakiona tofauti yote kule inafanyika, tujulishane ili tuweze kuambia kwamba hapa hamwezi kuingia tena. Hilo ndio jambo ambalo naweza kuambia watu wetu wa Uyombo, wa Matsangoni na wa Kilifi nzima. Kwa sababu makosa ambayo yamefanyika hapa, watu wanadhani kwamba ule mradi ungedhuru tu watu wa Uyombo. Hapana, ule mradi ni Kilifi nzima. Ndio maana sisi tuliandamana mpaka kwa gavana hapa, tukamwambia hatutaki. Ndio siku hiyo na yeye akatoa sauti yake kwamba ameungana na sisi. Lakini tunajua wengine hawakuungana na sisi. Wameungana na sisi kwa sababu ya siasa ya mwaka ujao. Na tunaambia hilo pia tunalijua. Na hao ambao wamebadilisha msimamo kwa sababu ya siasa ya mwaka ujao, dawa yao na jibu lao pia tutawapa ikifika mwaka ujao. Umekuwa mwenyekiti wa chama cha Jubilee. So labda utuambie chama kimejipangaje katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027? Mimi ni mwenyekiti wa chama katika kaunti ya Kilifi. Na nataka niseme
Chama kimejipanga na kinaendelea kujipanga. Hizi fujo mnazozisikia hapa, mnazoziona hapa, watu wanakimbia kwenda hapa chama fulani kwa sababu kina pesa. Unakumbuka wanaogombea viti wanajazana katika chama kimoja na kwa sababu wana tamaa ya pesa, kwamba hiki chama kiko na pesa, ukienda kule unapewa pesa. Nataka niwaambie kwamba wanajidanganya. Waingie katika chama cha Jubilee ambapo sisi tuna candidate wa urais mzuri sana ambaye tunaamini kwamba anaweza kubadilisha nchi. Manake amekuwa waziri, alipokuwa waziri tuliona yale aliyofanya. Dr. Fred Matiang'i alikuwa waziri wa interior, alikuwa waziri wa elimu, alikuwa waziri wa IT. Haya mambo yote, kazi zake zote alipoingia pale tuliona kazi alizozifanya. Hatutaki kuunga mtu mkono kwa sababu ya personal benefits. Labda mimi napewa pesa, naweka mfukoni, unajua nakuja kuongea na watu hapa, lakini ninaifaidika ni mimi. Kama ni kusafa, kama ni kupata shida, kila mmoja katika nchi hii anapata shida. Kama ni kuteseka, kila mtu katika nchi anateseka wakati huu. Kama wafanyakazi ambao tuko nao sasa wanakatwa hiyo affordable housing. Nataka nizungumze kidogo about affordable housing. Pale Tezo kunajengwa nyumba nyingi sana, lakini niwaulize tu watu pale Tezo hawana nyumba pale nyumbani kwao. Ni nani atatoka nyumbani kwake akakaa zile nyumba za Tezo? Let's be practical. Nani atatoka Ngerenya akachukua nyumba pale Tezo? Nani atatoka Zoerani akachukua nyumba pale Tezo? Ile ni pesa ambayo inatumika vibaya na ni pesa ambayo haina manufaa kwa mtu wetu wa Kilifi. Kwa hiyo sisi kama Jubilee, hivyo ni hayo ni baadhi ya mambo ambayo tutayabadilisha. Hatuwezi kuendelea kujenga nyumba Matsangoni za affordable housing. Nitakuwa namjengea nani? Mimi niko na kwangu pale, wewe unakaa, yule rafiki yangu niko pale Mkongani anakaa kwake, ujenge nyumba ya 400 pale Matsangoni, unamjengea nani? Hizi nyumba zitagua magofu nyingi sana. Kwa sababu hata huyo mtu ambaye tunasema labda anaweza kununua, labda ni mtu wa kutoka wapi, atakuwa ananunua pale Tezo au pale afanye kazi gani? Aishi pale akifanya kazi gani? Nasikia. Kwa hivyo hatuwezi kuendelea vile. Hatuwezi kuendelea kuchukua pesa za wananchi na kodi zinaongezeka. Ufisadi umekuwa mkubwa. Mimi nasikia siku nyingine wanasema kwamba tuache mambo ya ukabila, tuwe Kenya moja. Lakini ukabila tunaona katika hiyo serikali yenyewe. Hao wenyewe wako serikalini wanachaguana kazi kwa ukabila, wanapeana hizi matenda kwa ukabila. Kwa hiyo tunaomba wananchi wa Kenya na wananchi wa Kilifi tubadilishe serikali mwaka ujao, tuwapeleke hawa nyumbani, tuingie serikali mpya ikiongozwa na Dr. Fred Matiang'i. Labda pengine ukizingatia mabadiliko ya kisiasa hapa nchini sasa hivi, ningependa utueleze, je, unaamini Jubilee ina nafasi kubwa ya kushinda viti vya uongozi hapa Kilifi County ama nchi nzima? Na labda pengine ungetueleza zaidi, mmejipangaje katika kuwashawishi wapiga kura? Nafasi iko. Na mimi mara nyingi sana huwa naambia wananchi, hata juzi nilikuwa Mombasa, naambia watu wa Mombasa na naambia wananchi wote, ukitaka mabadiliko lazima uvumilie. Lakini wewe ukitaka, kama unataka mabadiliko halafu wewe ndio unataka kupewa pesa, wanasiasa akija na kupatia pesa, huyo akija na kupatia pesa, anakununua. Akisha kununua atafanya yale mambo ambayo yeye anayataka. Utakuwa huna sauti, ushanunuliwa, huna sauti. Kwa hivyo sisi kama chama cha Jubilee kuna yale mambo kama chama tulifanya. Na mfano mambo ya mitihani tulikontrol. Mambo ya usalama tulikuwa tunaangalia vizuri wakati ule. Na tukitaka kurudisha usalama mzuri, kama vile nasikia watoto wanapopotea wanauawa, mama wanauawa, na tuko na serikali. Leo tukitaka haya mambo
tuyabadilishe. Chama cha Jubilee chenye uwezo wa kufanya, maana kina historia ya kufanya mambo haya, na wananchi tuwaombe sana wasitegemee sana siasa ya pesa. Na sijasema hivyo kusema hatuna, nasema wasitegemee sana siasa ya pesa, ni mbaya sana. Na ukitaka kujikomboa lazima ukatae pesa wakati wa uchaguzi. Mimi huwa nasikia huko watu wanasema mpewa 200, sema pesa ya mtu hailiwi, inaenda kumpigia huyo. Unajinga poteza wewe mwenyewe. Si tutaenda kwa wananchi hivi karibuni, tutakuja kufungua ofisi hapa Kilifi. Itafunguliwa na wakubwa, na tunatarajia kwamba Dr. Fred Matiang'i atakuja kufungua hiyo ofisi, na tunawakaribisha watu waje wajiunge na chama chao, chama ambacho kimewahi kutawala, chama ambacho kimewahi kuongoza, ili tuwabadilishe hii nchi, ili tubadilishe mambo yote kama kawaida. Sasa hivi tunavyoona parastatals zinauzwa, zinauzwa parastatals. KPLC na Kenya Pipeline inauzwa, KPA wanauza. Sasa kama hizi ni rasilimali za wananchi, rasilimali ambazo zinaweza kuwasaidia, rasilimali hizi zikikaa katika mikono ya watu private, watafanya wanachotaka, serikali itakuwa hakuna, hata haina sauti pale. Kwa tunaomba watu wajiunge na sisi, na tunahakikishia kwamba hiyo KPA kuzo tutasimamisha. Hivyo vitu vyote ambavyo vinafanywa na serikali vya ovyo tutasimamisha sisi. Kwa hivyo watu wajue hicho, kama sisi ndio tuna uwezo wa kubadilisha, na hilo tutalifanya sisi. Una ujumbe gani una ujumbe gani kwa wananchi, haswa wakazi wa Kilifi, wanapojiandaa katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao? Ujumbe wangu ni kwamba wajiunge na Jubilee, wajiandae kama wameingia mahali salama. Wajiunge na chama cha Jubilee, wakatae mambo ya UDA wanadanganya watu tu, danganya watu wanakimbia pale, lakini mashida tumeziona tangu 2022. Tumeona shida ambayo nchi hii imepata, shida ambazo wananchi hawamepata. Kwa tunaomba wananchi wa Kilifi wajiunge na chama, na viongozi wote, hasa wabunge. Mbunge yote, tuangalia wabunge wetu ni 7. Yoyote ambaye amepigia yes, hii inaitwa finance bill, huyo lazima tumkatae, kwa sababu hiyo finance bill ndio ina mambo ambayo yanaumiza mwananchi. Hiyo lazima, hawa watu lazima tuwakatae, na tukimkataa rais wa nchi hii tumkatae na watu wake. Kwa sababu haina haja ya ukatae rais halafu urudishe hawa wabunge. Hakuna haja ukatae hawa wabunge halafu urudishe na nini rais. Aende pamoja na watu wake wote. Wewe ni kufagia hiyo siasa mwaka ujao. Naomba niwaambie wananchi wa Kilifi, wakazi wa Kilifi, tufagie. Ufagie unaanza chini mpaka juu. Wale wote ambao wameingia katika hivyo viti na hakuna sauti, hawaongee kitu. Watu waliajiriwa hapa KPA juzi. Ni watu wangapi wa Kilifi wameajiriwa? Tulizani hapo tu kwanza. Kuna watu wangapi kutoka kaunti ya Kilifi wameajiriwa? Watu wanasikia wameajiriwa 600. Hao hapo wa Kilifi ni wangapi? Na watu wa Kilifi ndio wanategemea mahali kama pale wapate ajira. Kwa hivyo hawa watu wameshindwa. Kwa hivyo naambia watu wa Kilifi, toa wote kabisa, tuanze afresh. Hakuna haja ya kurudisha mtu ambaye ameshindwa na kazi. Tukiangalia siasa ya saa hii yenye labda pengine vijana wanatumika sana, labda upande wa kutoa pesa na kuvuruga mikutano almaarufu kama Tamula. So maoni yako ni gani? Hilo jambo bila nasikitisha sana. Kwa sababu siku hizi naona vijana wengi sana wanatumiwa. Vijana wanatumiwa sana. Wanatumiwa kwa hayo mambo ya kuwa gunzi, au ndio wanatumiwa na lipo 200, anaenda kupiga kelele mahali, anapiga wenzake. Na siasa ni mtu aeleze sera zake,
aeleze kwamba mimi naomba hiki kiti kwa sababu hii na hii na hii na hii. Halafu mwananchi asikize. Mwananchi asikize kwa makini, afanye uamuzi yeye mwenyewe. Lakini siku hizi unapata mtu anaenda kuweka mkutano mahali, ameenda na timu ya watu ambao ni kupiga kelele, kusema kitu, watu wanashangilia. Na the same people. Huwa watu ambao watafanya mkutano nao hapa Kilifi au kesho kutwa anawabeba na nao Kaloleni. For example. Akiongea kwa kile wanapiga kelele, hao vijana badala wasaidike na kazi, wala wasaidike na kuweza kufanya investments mahali, wasaidiwe ili waweze kuimprove hali zao za uchumi. Wanatumika. Unajua, unaona hao ndio wengi ambao wanaweza kubadilisha hii nchi, wanaweza kubadilisha hii county, wanaweza kubadilisha ile ward, wanaweza kubadilisha ile eneo bunge, lakini hao wanatumiwa kufanya fujo, kupigana. Mimi ninachotaka kusema ni hiki. Watu wampe nafasi kila mtu anayegombea. Kama mimi naomba kiti ni cha ugavana na cha ubunge, nipewe nafasi ya kusikizwa. Alafu watu wafanye uamuzi. Hakuna haja ya kupiga kelele. Kupiga kelele namna ile, kupiga watu ni kwamba yule anayesimama unamuogopa. Ukimpa nafasi akisikizwa vizuri atakushinda. Hilo jambo haliwezi kusaidia nchi. Hilo jambo litazidi kurudisha nchi nyuma. Kwa hiyo mimi nikiwa naomba kiti msikizwe. Mwenzangu akija pale naye umsikize. Alafu mtafanya uamuzi. Muangalie watu, huyu amefanya nini, huyu naye amefanya nini na anatuambia nini, alafu muamue wenyewe. Lakini mambo ya gunism hiyo mimi siungi mkono. Na hiyo mambo ya tokenism, unapewa pesa 200, si pesa hata wanapewa ni pesa nyingi. Unapewa 200, unapiga kelele, unaenda kupigia mtu kura kwa sababu amekupa shilingi 200. Alafu sasa kwa sababu hiyo 200 times let's say kama watu 50, na watu 50,000 ama watu 100,000 in that constituency kama voters, ina translate ni pesa nyingi kidogo. Sasa mtu akichaguliwa anaanza kurecover zile pesa zake. Anawaibia. Kwa sababu hiyo pesa, acha nikwambie, huwezi kurecover kwa hiyo bunge. So una recover kwa wizi. Unaiba pesa CDF. Ametujengea shule kubwa sana, kumbe hiyo pesa imeibiwa. Ametulimia jengea barabara, huyo barabara ya Kakanjuni sio wapi inajengwa, hiyo pesa imeibiwa. Na ndio unasikia siku hizi wanapofanya project, mradi fulani, utawasikia wanasema hii project ni ya bilioni 5. My interest is not the money, how much is the money. I want to see the project. Nasikia. Lakini unaambia pesa nyingi, wanataja pesa tu. Na hizo pesa nyingi wanaiba. Kwa hiyo niombe sana hasa vijana waache kutumiwa. Wawe na uamuzi kulingana na yale wanayosikia kiongozi fulani amesema atafanya. Wapige kura kuendana na jinsi ambavyo huyo mtu amesema atafanya. Sio gunism kwa sababu ametishia watu. Sio kwa sababu amekupatia shilingi 500. Sio kwa sababu amekuja na watu wengi wa kupiga kelele. Tutaendelea kupotea. So, karibu sana. Kimekuwa kipindi kizuri. Ninashukuru kwa kutujenga, labda kutupatia maoni mazuri na kutuelimisha. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Okay. Asante sana mtazamaji wetu kwa kipindi hiki. Natumai utajifunza mengi. Kama alivyosema mheshimiwa, kila mtu yuko na haki na yuko na maoni yake. So labda pengine kama uko na maoni yako utatuwekea hapo katika sehemu ya comment section. So karibu sana kushiriki nasi. Endelea kusubscribe, kutufuatilia ili usikose vipindi vijavyo. Nimekuwa wako Ramla Sifa.